Ni kila mwanaume duniani poa au hata kuhusiana na mwanamke mrembo, na ni kila mwanamke hujizatiti kadri ya uwezo wake kuwa mrembo, lengo kuu likiwa awe wa kuvutia machoni mwa wanadamu. Makala hii ya leo yanahusu shanga za kinoni. Mbona wanawake wengi huzifunga? Je, umewahi kujua shanga za vinoni zinavaliwa kwa nini? Makinika nami ili niweze kukupatia uhondo kamili kuhusiana na mada hii. Wanavyosema wahenga, macho ya mila ni mtumwa. Katika mila na desturi ya Waswahili katika enzi za kitambo hadi wa leo, jamii hili fahamika kutumia shanga za kiunoni kama pambo na mtindo wa kipekee wa urembo kwa wasichana wao. Kwanza, msichana anavishwa anapobaliki na shangazi wake ili ajue kwamba sasa amekuwa tayari kuwa mwanamke, na pili, kwa bibi harusi anapopelekwa kwake. Tana na Shi ambaye ni mwelekezi wa densi ya Zumba katika gym hapa jijini Nairobi. Je, ni dhana gani hujia watu kichwani wakigundua kuwa una shanga haswa kiunoni? Ushirikina, urembo ama lipi? Kwangu kwanza ni for beauty. Unajirembesha. Tena unaongeza attitude yako, unasikia uko poa. Tena ukiona mtu unakaa vizuri, unasikia at least inakuongeza self esteem. Kuna wengine huwa wanasema ati ina shape. Which kwangu mimi sijajua kama inasaidia kupea mtu shape ya hapa kiunoni. Na kuna wengine kwa watoto walikuwa wanatumianga kuziweka. Kuna wengine wanazichukua for protection. Sijui mkiamini na kuprotect, sawa, pengine ina protect watu, lakini saa mimi kwangu ni for beauty. Hamna, shanga ni urembo, shanga haina ushirikina yoyote. Kwa sababu shanga ingekuwa ni ushirikina, basi tungesema labda mataifa mengi wanatumia shanga kwa ushirikina. Lakini shanga, ukiona hata wazungu wavaa shanga, weupe wanavaa shanga, Waafrika wanavaa shanga. Shanga ni pambo la mwanamke. Naam. Meana mila, kwa sababu kama tukiangalia mila kama za Wamasai, shanga kwao ni pambo na kila shanga ina maana yake. Lakini ukiangalia katika hii miaka tuko ya digital, wanaume wengi wanapokuona umevaa shanga, wengi huwa wanadhania kwamba wewe ni mshirikina. Na pia katika hii enzi ya digital unakuta wasichana wengi hawajaolewa, hawajaposwa, wamejieka katika hiyo fashion ya kuvaa shanga, ambapo si sawa kwa mwanamke ambaye hajaolewa. Shanga za kiunoni zina umuhimu ama manufaa yapi? Shanga za kiunoni kwa mwanamke, kwanza huwa ni pambo mwanamke anavaa limpendeze, na pili, kulingana na mila na desturi, hizi shanga huwa unaenda kwa somo anakufundisha maana ya shanga. Kwa sababu kama kwa shanga saizi, kwa mwanamke anapokaribia kuolewa huvishwa shanga na shangazi yake. Na katika hizi shanga kuna nyeupe, nyekundu na nyeusi, na katika hizo rangi tatu kila rangi na maana yake. Naam, shanga za kiunoni zina umuhimu sana na zina manufaa kwa mtoto wa kike. Kwa sababu shanga zina raha na karaha yake. Kwa mfano, mwanamke ama mtoto wa kike ni vyema kuvaa shanga. Kama shanga iko mara tatu. Kuna shanga nyeupe, kuna shanga nyeusi na kuna nyekundu. Na nyekundu ina maana yake. Mwanamke anapovaa shanga nyekundu kama ameolewa, inamaanisha ako kwa hedhi zake. Mwanamke anapovaa shanga ya nyeupe kama ameolewa, inaonyesha kuwa ako sawa. Nyeusi kidogo ina mambo yake na ndani yake. Kwa hivyo mwanamke ni vyema kuvaa shanga, na katika matumizi ya shanga ina raha zake. Kama mwanamume mwenye anapojua kutumia shanga, kuna wale wanaume wanajua shanga, kuna wale hawafahamu shanga, na kuna wale wanawake wanavaa shanga kwa ajili ya pambo tu, na kuna wale wanawake wanavaa shanga kwa sababu wanajua maana za shanga kuzitumia. Especially wanawake wenye wanatumia shanga ni wanawake kutoka Mombasa, wanapenda shanga na waume zao wanapenda shanga.
na wanawake kutoka Tanzania tena wanajua maana ya shanga, kwa sababu msichana anapobalehe anapewa shanga kwa kuweka mwili wake kuwa sawa, kuwa kutengeneza kiuno, na pia mwanamke anapoolewa huwa hupewa shanga na shangazi yake. Shanga huongeza mvuto kwa mwanaume, kwa sababu mwanaume anapomtazama mke inakuwa ni yenye kumpa hamu na tabasamu, yani katika tendo la ndoa. Kwa shanga mostly kama hizi za kiuno inasaidia kwa mapenzi. Wakati mko na mtu wako unaifaa tu ndani. Sasa wakati mko wawili at least inaongeza ile morali ya mapenzi. Je, kuna umri ambao mtu anapaswa kuvaa shanga na vile ambao mwanadada hapaswi? Kama vile nimesema mara ya kwanza, msichana anapobalehe, anapofika miaka 14 mpaka miaka 18 anakuwa amevaa shanga kutunza kiuno chake. Na anapokuwa mtu mzima tena umri wa kuolewa, nafikiri anabadilishwa shanga, anapewa shanga ya matumizi ya mume wake. Ndio, kuna umri, wakati umefika wakati wako wa kwenda kuolewa, ndio hapo nimeelezea. Hapo ndio katika huo wakati uko karibu kufungua nikaa, hiyo ndio wakati mtu anavishwa shanga. Huwezi mvalisha mtoto mwanamwali shanga na hayuko katika hiyo process ya kutaka kuolewa, na pia at the same time huwezi mvalisha mtoto mchanga. Katika hii mila yetu ya Kiswahili, unapokaribia kuolewa labda kesho hivi, yani unapokaribia kuolewa ndio unafungwa zile shanga. Zile shanga ukifungwa hufai kuzivua. Juhudi zangu niliweza kuuliza baadhi ya mashekhe kuhusu swala hii. Je, mwanamke kuvaa shanga katika dini ya Kiislamu ni haramu? Nikimnukuu shekhe, ni pambo ya kumfurahisha mume ili amvutie. Natumai umeweza kufaidika kwa njia moja au nyingine, na kutoka sasa ukigundua mwanamke amevaa shanga kiunoni hautasajabika wala kushangaa, maana umepata darasa kamili kuhusiana na swala hilo nzima la shanga. Na kama mwanamke ungependa kujinakshi au kuongeza urembo kwenye mwili wako, basi hakuna hatia yoyote ya wewe kujaribu shanga, na walivyosema hapo awali kuwa shanga huongeza utamu na raha kwenye ndoa. Mimi sisemi kitu, mimi nafahamika kama Fardusa Hussein.